Story yetu inaanzia pale pale ilipoishia sehemu ya kwanza bwana. Na kama unakumbuka, sehemu ya kwanza iliishia pale Chidi akiwa amemshika mkono Thelma, na baadaye akawa ameingia kwenye hisia kali sana, na Coyote akawa amepiga simu na ikawa imekata kila kitu bwana. Lakini nataka nikukumbushe tu, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata update za recap zetu bwana. Lakini jina langu ni Gebo Mtaa. Why Gebo Mtaa? Ni kwa sababu mitaa ndio inanikuza na mitaa ndio imenilea bwana. Tunaendelea na story. Thelma alipokea simu kutoka kwa mpenzi wake Coyote na akawa anaongea naye. Lakini wakati alipokuwa anaongea naye, tulisikia anamwambia, baby, hapana. Kuna sehemu tu nilitoka kidogo na Chidi na toka tumekuja kupata lunch. Lakini Chidi akamwambia, ina maana mpenzi wako waamini kama uko na mimi? Chidi kaa kimya. Baby, nisikilize. Leo sitachelewa kurudi nyumbani na mimi nakuomba pia na wewe jitahidi wahi kurudi nyumbani kwa sababu na vitu fulani nataka nikae naongea na wewe. Lakini wakati huo akiwa anaongea tunamuona Chidi akionyesha kwamba unajua mwanaume anapokuwa akimpenda mwanamke the way kuna kitu fulani na akaja kugundua kwamba ana mtu mwingine, hii inakuwa inaumiza sana. Kwa hiyo Chidi alikuwa anapokea matokeo kutoka kwa Thelma ni kutokana na namna ambavyo alikuwa anashirikishwa kwenye tukio, na Thelma alikuwa amemwahidi mpenzi wake kwamba leo atahakikisha kuwa anarudi nyumbani mapema. Basi usiku wake tunamuona Thelma akiwa amekaa sebleni. Wakati huo alikuwa na kikombe fulani cha kahawa na ameshika tablet, na hii inaonyesha kwamba alikuwa akipitia kazi za ofisini kwake bwana. Na baadaye wakati akiwa anaangalia tunamuona Thelma akiwa ameingia kwenye mawazo. Hii kuna kitu kama alikuwa anafikiria hivi, na mimi nahisi kwamba alikuwa anafikiria kwa namna ambavyo Chidi alivyokuwa amemshika mkono, na alikuwa amekaa na tafakari sana. Na wakati huo alikuwa wakati akiwa anaendelea kutafakari, ni mtu ambaye unajua mtu akiwa anakupenda na umetoka naye mbali, kuna wakati kuna hali fulani akikuonyesha na wewe unahisi kwamba hii nini inatokea hii, unajua hii nini, na ndio ilimkuta Thelma. Na baadaye akawa anajaribu kuwa anaangalia kama mpenzi wake anashuka, na Thelma hakupoteza muda bwana, unaambiwa akawa amechukua simu yake na akawa pigia Chidi bwana. Lakini wakati akawa anataka kumpigia Chidi tunamwona mshikaji akiwa kama anashuka Coyote bwana. Basi akaiweka simu yake pembeni haraka na Coyote akawa anashuka. Wakati Coyote akiwa anashuka alimwambia, baby, sasa kwa nini kazi umeamua kuzifanyia kwenye sofa na usingekuja kuzifanyia chumbani? Akamwambia, hata hivyo baby, nilikuwa namalizia tu na muda si mrefu ningekuja chumbani, niliona kama nitakuboa. Akamwambia, baby, wakati mwingine lazima ujipe muda wa kupumzika. Unajua sio kila wakati napaswa ufanye kazi. Akamwambia, baby, jamaa akawa amemvuta mpenzi wake akachukua. Akamwambia, no baby, kuna kazi nataka nimalizie. Akamwambia, huu ni muda wangu baby, kidogo tu. Kidogo nataka baby, nisikilize. Niangalie mimi kwanza. Sasa hivi focus na mimi. Achana na hizi kazi baby. Zinakuchosha. Unafanya kazi mpaka usiku. Unajua ngoja nikwambie kitu kimoja mpenzi wangu. Unataka kuniambia nini? Wakati ungekaa ukawatch movie, ukawa unaangalia movie, alright? Ni sawa? Acha. Tuangalie kwanza movie. Mshikaji akawa amechukua remote na akawa anataka awashe TV bwana. Wakati mpenzi bwana akiwa ametulia bwana, unaambiwa mwanamke hata awe busy kiasi gani, anaweza kuwa na changamoto nyingi sana, lakini wewe ndio una nafasi kubwa ya kumtuliza. Hii nataka niwaambie wanaume ambao wanatamani kuona kuwa wanawake ndio sehemu ya vitulizo vyao, lakini kuna wakati wao wanabidi wasimame pati ya kuwa sehemu ya kuwafurahisha wanawake hata kama wakiwa busy kiasi gani. Na ndio mshikaji kitu alichokifanya hapa. Lakini mwanamke pia unaona utulivu uliokuwepo, ni ile namna ambavyo mshikaji alikuwa amemtreat na kumuonyesha kwamba hii ni sehemu yangu, sasa wewe ulishasimama nafasi yako na mimi nisimame nafasi yangu. Basi usiku wa siku ya pili tunamuona Beatrice akiwa na Coyote bana. Hapo alikuwa anapiga story 2-3, lakini Coyote alikuwa akijaribu kumdadisi Beatrice kutokana na Chidi, na mama alikuwa akijaribu kumwambia kwamba Chidi ni mmoja kati ya watu ambao wako kwenye familia yake. Mshikaji akasema, natamani kumjua Chidi zaidi. Unajua kama tunataka kuwa familia lazima tufahamiane. Mama akamwambia, kuna kitu kinakupa wasiwasi kuhusu Chidi? Akamwambia, hapana, lakini kwa sababu tumeshakuwa familia natamani kujua zaidi. Akaniambia, mimi nachotaka uniambie tu kwamba unampenda binti yangu. Unampenda binti yangu kweli? Akamwambia, yes of course nampenda binti yako, na ndio maana muda sio mrefu tunakwenda kufunga ndoa. Akaniambia, niahidi
kwamba utampa furaha mtoto wangu katika maisha yako yote. Akaambia, na kuahidi mama, nitampa furaha binti yako katika maisha yake yote. Basi wakati huo mama alimwambia, tusiendelee kuongea vitu vingi, nafikiri kwamba nimeshafikia hatua naona pombe zinanipeleka vibaya, nataka niende nikapumzike. Jamaa akamwambia okay, sawa. Mama aliinuka. Wakati anainuka mama akataka kuanguka, jamaa akainuka akawa amemdaka. Na baadaye ule utazamaji wa mshikaji na mama ni kama una kitu fulani hivi. Mama akamwambia, sorry samani, hii kama itakuwa imekukwaza. Akamwambia amna. Akamwambia basi sawa, mimi naondoka, nikutakie usiku mwema na furaha wewe na binti yangu. Mama akaondoka, lakini Coyote alionyesha hali fulani ya kutafakari sana, na kama kuna kitu alikuwa anafikiria hivi akarudi akakaa chini kidogo, akawa anamuwaza sana yule mama, na baadaye Coyote akawa ameondoka. Thelma alikuwa akiongea na Tanasha rafiki yake, anamwambia bwana, muda si mrefu na kwenda kuwa mke wa mtu na vitu vingi vya kufanya. Lakini Tanasha akamwambia, unajua kama Chidi ni mwanaume ambaye anakupenda sana. Akamwambia, Chidi wa nini sasa tunamzungumzia hapa? Akamwambia, nisikilize Thelma, Chidi ni mwanaume ambaye anakupenda. Akamwambia, hapana, Chidi ni kama kaka yangu, tumekuwa pamoja unajua Alafu anakuaje tena Chidi awe kama sehemu ya pati ya kuwa mpenzi wangu? Akamwambia, nisikilize nikwambie, Chidi anashindwa kukwambia tu kweli. Ni moja kati ya wanaume ambao wanakupenda sana, wanakuhitaji, na siku zote Chidi alikuwa akitafuta njia ya kukutana na wewe. Akamwambia, hapana, mimi siwezi kuwa na mahusiano na Chidi. Afu kitu kingine, hivi hatuna kitu kingine cha kuongea mpaka tumzungumzie Chidi? Mimi bana, hii inaniboa sana, inanikata. Akamwambia, sorry kama nitakuwa nimekukosea, lakini mimi ni sehemu ya party ambayo nimeweza kukwambia tu kweli. Basi usiku wake Coyote baada ya kuachana na Beatrice ambaye ni mama mkwe wake, tunamwona Thelma akiwa anashuka gorofani na anakuja sebleni pale. Wakati anachukua remote na kutaka kuwasha, mara anaingia mpenzi wake. Wow, mpenzi wangu. Akamwambia, nimerudi. Akamwambia, kaa kwanza hapa. Wakawa wamekaa chini. Basi Thelma akamwambia, leo umechelewa kurudi sana. Akamwambia, tulikuwa tumekaa kama kikao cha familia. Cha familia? Lakini mbona mimi hukuniambia? Akamwambia, okay baby, watu wachana. Lakini wakati huo alikuwa na kisi na mpenzi anaonyesha ni kwa namna gani anampenda mpenzi wake bwana. Na baadaye tunamwona Thelma alikuwa amemnusa Coyote, kwamba akasikia harufu, kwamba mbona hii harufu kama ni perfume ya mama? Unataka kuniambia ulikuwa na mamangu? Akaambia, yes nilikuwa na mama. Nilikuwa na mama, na hata hivyo tuliachana baada ya kuwa alilewa sana, na nikawa nimeona kwamba tukao tumeagana, yeye akawa ameondoka. Akaambia, okay sawa. Kuna kitu kingine ambacho kwa mnaongea ambacho mimi sikifahamu? Akaambia, hapana, mimi naweza nikakuficha nini mpenzi wangu? Mimi sina kitu ambacho basi okay, tuinuke twende ndani. Leo nataka nimekumisi unajua tuinuke twende ndani. Sasa tunamwona Coyote akiwa ameinuka na kukibambia kishundu cha mpenzi wake Thelma. Unajua wakati mwanaume ukiwa unapendwa bana, kuna vitu fulani hivi unakuwa unahisi ndani ya moyo wako. Ndio vile ambavyo Chidi alikuwa anaona. Lakini nataka nikuibie siri moja bana. Katika historia nilikwambia kuna siri. Sijui ni siri gani, tutakwenda kuiona. Basi upande wa pili tunamwona Chidi bwana akiwa anapanda gorofani, na hii ni baada ya miezi 7 kupita. Sijui alikuwa anaelekea wapi. Na baadaye tunamwona Chidi ni kama alikuwa amesogelea mlango hivi wakati alikuwa anatafakari sana, anawaza kama kuna kitu fulani ambacho yeye alikuwa anafikiria. Unajua sijui kama alikuwa anafikiria nini. Ni kama aliitwa somewhere, na kwa hiyo akawa anajiandaa kola hivi kujiweka sawa sawa. Hatimaye akaanza kugonga mlango. Aligonga mlango mara ya kwanza, akagonga mlango mara ya pili, lakini upande wa pili tunamwona kuna mwanamama akiwa anajiandaa. Huyu ni nani huyu? Nataka ushuhudie mwenyewe. Huyu ni nani? Alikuwa ni Beatrice bwana. Beatrice ndio alikuwa anajiandaa, na Chidi alikuwa anakuja kukutana na Beatrice. Na hapa Chidi alikuwa ameshakuwa secretary sasa wa Beatrice, kwamba vitu vingi vya Beatrice alikuwa anaviendesha yeye. Tukamwona Beatrice anakuja mpaka mlangoni, na baadaye ni kama alikuwa anataka kufungua mlango, akawa anajiandaa fulani. Unajua ni mama mwenye matashtiti sana. Akafungua mlango na akamwona Chidi bwana. Chidi akawa anamwangalia Beatrice na Beatrice anamwangalia Chidi. Lakini Chidi kumwangalia Beatrice ni kama alimuona ni mwana mama fulani ambaye alikuwa amemtega hivi maana mama alikuwa ameachia paja wazi Na baadaye mama akamwambia ingia ndani. Chidi hakugoma bwana, akawa ameingia ndani. Na baada ya Chidi kuwa ameingia ndani, Chidi alikuwa amekuja na document ambazo alikuwa anahitaji mama azisaini tu na baadaye yeye aondoke. Lakini mama mwenye matashtiti alienda mpaka kwenye sofa akawa amekaa, na baada ya kukaa kwenye sofa akawa amechukua wine bwana. Unajua ni mama mwenye matashtiti mengi huyo Akachukua wine akaiminina kwenye glasi, akamwambia Chidi, nawe kaa
kaa chini. Chidi pia akamwambia samani, siwezi kukaa kwa sababu nimekuja mara moja na ninahitaji tu saini yako hizo document na kisha mimi niondoke. Mama akamwambia okay, sawa. Basi Chidi akachukua document na akaenda kaziweka kwenye sofa. Tukamwona mama mara aliinuka, na baada ya kuinuka akamwambia Chidi, hivi unajua kama wewe ni mwanaume mzuri sana? Akamwambia mama, akamwambia nisikilize Chidi, wewe ni handsome. Akamwambia lakini mama, wewe ni mama yangu, haupaswi kuniambia vitu kama hivi. Akamwambia nisikilize bana, natamani usiku wa leo mmoja nitulie na wewe hapa, kwani unachoogopa ni kitu gani? Chidi akamwambia haiwezekani, wewe ni mama yangu na siwezi kufanya hicho kitu na wewe, na wewe unafikiri unajua mimi nimekuja tu nataka usaini document na kisha niondoke. Basi mama akarudi kwenye kiti akiwa anaasema. Akamwambia basi sawa, haina shida. Akachukua document zile akawa amesaini, na baada ya kusaini akamkabidhi Chidi. Chidi akamwambia bana, mama nashukuru sana na mimi naomba tu niondoke na unisamehe kwa kila kitu ambacho kimetokea. Basi Chidi akawa anaondoka. Mama akainuka akamfuata tena. Chidi akamwambia mama, samani, hii sio nzuri, unajua haijakaa poa. Mimi ni like mtoto wako kabisa, wewe basi kunifanyia hivi. Basi Chidi alipoondoka, Beatrice alikuwa anafikiria kitu hivi na baadaye akachukua waini yake. Tukamwona anaelekea chumbani, na alipofika chumbani akaweka waini yake chini na kisha akawa amekaa kama mtu fulani ambaye anatafakari. Baadaye alichukua simu yake bwana, tukasikia anapiga habari, na kuhitaji uje sasa hivi. Basi na baadaye akakata simu. Sasa cha kushangaza bwana, wakati mama akiwa amekaa kitandani baada ya kuipiga hiyo simu, tunamwona mama alikuwa amekaa kwa mtego fulani. Unajua ni mama fulani, narudia kusema ni mama mwenye matashtiti mengi. Paja fulani linaonekana na paja fulani la Kiarabu. Unajua mapaja ya Kiarabu jinsi ambavyo yalivyo yanatuchanganya sana ngozi nyeusi bwana. Lazima tuwe wawazi bwana. Na baadaye akasikia mlango unagongwa. Tukamwona mama ana smile. Hii inadhihirisha kwamba kuna mtu mwingine alikuwa amemuita aje katika eneo ambalo mama alikuwepo bwana. Basi mama akaenda akafungua mlango, lakini mama wakati anafungua mlango akakutana na ua. Nataka nikwambie kitu kimoja kwenye historia hii, kama unakumbuka. Sasa kama unakumbuka kwenye episode ya kwanza kuna ua aliletewa Thelma, na baadaye Thelma akawa akilinusa kwa hisia sana, na hii ndo ua ambalo ameletewa mama yake. Inaonekana hii familia inapenda sana maua. Ndo ua ambalo tunaona ni mama naye pia akaletewa zawadi ya ua, na mama pia akawa analinusa na akaelekea mpaka chumbani. Sasa nataka nikwambie bwana, hapa unielewe vizuri, ndio maana nikakwambia hii story ukiwa makini sana unaweza ukanielewa. Wakati mama akiwa amekaa kwenye kitanda bwana, basi tunamuona Koyode ndio mtu ambaye alikuwa ameingia bwana. Na shangaa. Na kama unavyojua bana, Koyode na Thelma ni wapenzi, na huyu Beatrice ndiyo mama yake Thelma. Sasa unafikiri kitu gani kinaenda kutokea? Na baadaye tunamuona Koyode akimsogelea mama kwa mahaba mazito sana, na mama akamvuta Koyode. Sasa nataka nikuulize, unahisi Koyode alifanya nini? Yaani Koyode alifanya nini? Koyode alipiga minyanduo mwanangu. Oya wanaume! Basi asubuhi yake Thelma alikuja ofisini na akawa anaandaa vitu vyake, lakini wakati yuko ofisini mara akapigiwa simu. Hello, unasemaje? Daktari, nani? Mama yangu? Okay. Hospitali gani? Basi nakuja sasa hivi. Tunamwona Thelma anatoka ofisini speedy kwa niaba ya kuelekea hospitali. Basi Thelma alichukua usafiri na akawa anaelekea hospitali, lakini wakati akiwa huko njiani alimpigia mpenzi wake Koyode bana. Akamwambia baby, tunamwona Koyode anamwambia baby, mamangu amelazwa. Shida nini? Akamwambia mimi mwenyewe sijui, hapa nilipo naelekea hospitali. Basi naweza nikaja? Akamwambia hapana baby, mimi nikifika nitakuelekeza kila kitu. Akamwambia okay, sawa basi hakikisha kwamba kama utafika na maendeleo yake utaniambia. Akamwambia sawa. Basi tunaiona gari ikifika maeneo ya hospitali na Thelma anashuka bwana. Wakati Thelma anashuka speed mpaka mapokezi, anamkuta nesi yuko pale. Anamwambia nesi samani. Nesi anambia bila samani. Anambia mamangu ameletwa hapa, anaitwa Beatrice. Akamwambia ndio ameletwa. Akamwambia naweza kumuona? Akamwambia okay, nifuate mimi. Akawa amemfuata mpaka hodi ambayo alikuwa amelazwa mama yake. Nesi alifika, na baada ya kufika pale akawa amemfungulia mlango na Thelma akawa ameingia. Thelma alipoingia hodini akamkuta mama yake akiwa amelala. Akamwambia mama, samani shida ni nini? Mama akamwambia mwanangu niko sawa. Mama, lakini hii simu imenistua unajua. Kwani ulipatwa na nini? Akamwambia na hisi tu ni kizunguzungu na sijui ni kizunguzungu tu. Akamwambia daktari alishakupa majibu? Mara
mlango unafunguliwa, daktari anaingia. Tunamwona Thelma anainuka, anambia daktari, naomba uniambie mamangu anasumbuliwa na nini. Daktari akamwambia, hii ni secret issue, siwezi kukwambia, hii ni siri binafsi, lazima nimwambie mamako. Mama akamwambia, daktari, huyu ni binti yangu, huyu ndo kila kitu, chochote unaweza ukaongea tu bila kujali. Na Thelma akamwambia, daktari, usio na wasiwasi, wewe niambie tu, mimi ndo binti yake wa pekee. Daktari akamwambia, lakini hii swala natakiwa nikwambie wewe mama, sitaki kukwambia mbele ya mtoto. Akamwambia, wewe nisikilize mimi, huyu ni binti yangu, siwezi kumficha kitu chochote. Daktari akamwambia, basi sawa, kama ni kitu ambacho naweza nikaongea. Daktari akamwambia, tumejaribu kupima na tumekuangalia kila kitu, lakini kitu tu ambacho tulikuja kugundua ni kwamba mama, wewe una ujauzito. Mama kidogo akacheka, akamwambia, daktari, hebu kuwa serious bwana. Akamwambia, niko serious, una ujauzito. Thelma akashangaa, ujauzito? Akamwambia, ndio, ana ujauzito. Daktari akatoka. Baada hapo Thelma akasogea, akamwambia, mama, nataka uniambie, hii mimba baba mtoto ni nani? Akamwambia, unajua daktari, ni kama amechanganyikiwa hivi. Hichi kitu ameongea sio kweli. Akamwambia, daktari, hawezi kuongopa, inapaswa uniambie mama, niambie ukweli. Akamwambia, sasa mimi nikufiche, nakufichaje sasa? Akamwambia, mama, umenichanganya sana. Thelma akainuka, akamwambia, mama, una mimba? Hii mimba ni ya nani? Sitaki unifiche, nataka nijue ukweli kwamba hii mimba ni ya nani. Akamwambia, sasa mimi nikufiche, nakufichaje? Hii mimba ni kwamba mimi mwenyewe sijui. Daktari labda ameongea tu. Wewe unahakikishaje kama mimi nina mimba? Lakini wakati huo mama tunamuona akiwa anawaza, anatafakari. Thelma akamwambia, hii kitu kama itakuja kuwa imetokea kama mama wewe ni mjamzito, kweli itakuwa imenichanganya sana mama. Inawezaje? Nani atakuwa amekupa huo ujauzito? Kwa sababu uko karibu na Chidi. Mama, naomba uniambie ukweli, mwenyewe ujauzito ni nani? Mama akamwambia, sina ujauzito. Mbona hutaki kunielewa? Basi upande wa pili tunakutana na Beatrice akiwa kwenye gorofa refu kidogo hivi, akiwa anaonekana ni mwenye mawazo sana, na hii ni baada ya daktari kumwambia yeye ni mjamzito, na vurugu kidogo kati na mwanae ilikuwa imetokea pale. Akiwa anaangalia bahari, mara simu yake inaita. Alitazama kidogo, na baada ya kuitazama simu yake akawa amesogea mpaka pale bana. Alipoishika simu yake akagundua mtu ambaye alikuwa anapiga simu anaitwa Kai. Huyu ni Kayanda kabisa. Kayanda, mnamjua Kayanda nadhani nikisema Kayanda. Na baada akawa amerudisha simu yake pale, stress zikawa kama ni mwanamke fulani mwenye mawazo. Lakini upande wa pili tena tunaona Koyode akiwa na simu kaweka sikioni, na hii inadhihirisha kwamba simu ambayo ilikuwa inapigwa ilikuwa inatoka kwa Koyode, huku Beatrice alikuwa amemsave Kai. Lakini Koyode alikuonekana kama ni mtu ambaye ana mawazo mengi sana, na alikuwa anatafakari, hii shida ni nini, mbona sipokelewi simu bana? Na baada ya hapo simu ikawa haikupokelewa tena. Tunamwona Thelma akiwa amekuja nyumbani kwa Tanasha. Huyu ni rafiki yake wa karibu sana, na wakati huo tunamwona Tanasha akiwa ameshika glasi 2 na mkononi akiwa ameshika wine. Lakini Thelma alimwambia, hii leo imeniboa sana. Tanasha alivyofika kwenye kiti akamwambia, imekuboa kwa nini? Ni mama tu kuamua kubeba ujauzito na umri aliokuwa nao. Akamwambia, sio shida. Kama yeye anaona kwamba ni sawa. Kwa nini umekasirika kuona mamako amepata mimba? Lakini alitakiwa niambie mimi. Kwamba mimi nataka kuzaa. Sasa sitaki, na nimemuuliza kuhusu baba huyo mtoto, anashindwa kuniambia. Akamwambia, sikiliza nikwambie, mama yako ana maamuzi yake na anaweza kufanya chochote. Ni kwamba hata wewe pia una muda unatakiwa ujue kwamba ule ni mzazi. Sio kila wakati kukaa unagombana naye. Sasa unagombana naye kwa sababu gani? Akamwambia, nisikilize nikwambie, na naamini kabisa ile mimba itakuwa ya Chidi. Chidi? Mbona mzungumzia Chidi? Chidi na mama yako wapi na wapi? Mbona umefika mbali kiasi hicho? Akamwambia, mimi nasema hivi ni kwa sababu, kwa nini mama hataki kuniambia ukweli? Kwa sababu Chidi ndio uko karibu na mama. Akamwambia, nisikilize bwana, hizi ni jazma na hasira. Toka kwanza kwenye hasira. Akamwambia, bwana, mimi sitaki kusikiza chochote. Akamwambia, sorry kama nitakuwa nimekukosea, lakini mimi lengo langu lilikuwa ni kwamba nataka tu ukae na mama yako kwa utaratibu, uongee na yule, ni mtu mzima. Usimchukulie kama mtoto mdogo. Na yeye anajitambua, anajua kila kitu alichokifanya. Na sio rahisi tukaa nakwambia. Unaambiwa bwana, Thelma kutaka kuelewa, na kisha akaondoka zake. Basi Beatrice akiwa anawaza, Thelma alimfuata mama yake. Akafungua mlango akaingia. Akamwambia, mama, leo niko tofauti kidogo. Mama akamwambia, unataka tuongee? Akamwambia, ndio. Basi tukae kwenye kiti tuongee. Thelma akamwambia, mama, mimi kitu ambacho nataka kujua kutoka kwako, niambie ukweli, baba huyo mtoto ni nani? Akamwambia, kwa nini umekazania? Akamwambia, nataka kujua, mimi ni mwanao, ni binti yako, nataka uniambie nijue baba huyo mtoto ni nani. Akamwambia, sasa nisipokuambia? Akamwambia, usiponiambia utakuwa umenikosea. Aya, mimi leo tunafichana nini? Kuna siri gani ambayo nataka unifiche? Au mtoto umezaa na Chidi? Akamwambia, Chidi? Wewe unaniambia mimi nimezaa na Chidi? Kwa hiyo unataka kuniona kwamba mimi ni mwanamke ambaye naweza nikatumika na kila mwanaume? Si ndo maana yake unaomaanisha? Akamwambia, mimi simaanishi hivyo. Nachotaka ni wewe uniambie ukweli kwamba huyu mtoto aliokuwepo tumboni kwako umezaa na nani mama? Kwa nini unifiche? Hii kitu inaniuma. Akamwambia, sasa kama umekiuma, mimi haijaniuma kama unavyofikiria. Kama unawaza, mimi nawaza mara mbili yako.
mbona unataka kunisumbua? Akamwambia sawa, anyway, chochote utakachoamua kufanya wewe fanya. Kama ukiona unaweza kuniambia utaniambia, na kama unaona kuna kitu ambacho kitakuzidia wewe utanipigia simu, mimi nitarudi. Tukamwona Thelma akiwa ameondoka kwa hasira. Tunamwona Coyote akiwa ofisini kwake, lakini wakati huo Coyote ni kama alikuwa na mawazo fulani hivi mawazo yanamchanganya sana, na hii inasababishwa na ripoti ya Beatrice kuwa ni mjamzito. Ni kama taarifa ameanza kuipata hivi, na hii kitu kimeanza kumchanganya. Mara simu yake ikaita, akapokea. Na huyu alikuwa ni Beatrice. Akamwambia hello Beatrice, naomba uje nyumbani kwangu sasa hivi. Akamwambia sasa hivi? Akamwambia ndio sasa hivi. Akamwambia okay, basi mimi nakuja, muda si mrefu nitakuwa niko hapa. Basi Coyote alifunga safari mpaka kwa Beatrice na akafika kwa Beatrice. Lakini wakati yuko mlangoni ni kama alikuwa anatafakari kitu hivi, anajiuliza maswali. Unajua mtu ukitenda dhambi na kuna muda unahisi kama inataka kukutafuna hivi, na ndio alikuwa kimkuta Coyote. Coyote aligonga na Beatrice akaenda akafungua mlango. Mara akawa amemkaribisha ndani, lakini aliingia ndani na Beatrice akawa amekuja mpaka kwenye kitanda akawa amekaa. Coyote wakati huo akiwa bado amesimama. Akamwambia karibu. Akamwambia asante, naweza nikakupa wine? Akamwambia hapana, sitaki wine. Akamwambia samani, kuna kitu ambacho unawaza kuhusu mimi? Akamwambia mimi kitu ambacho nataka kujua ni kwamba baba huyo mtoto ni nani? Akamwambia unataka kujua? Akamwambia ndio, lazima uniambie. Baba huyo mtoto ni nani kwani? Akamwambia baba huyo mtoto ni wewe hapo. Mshikaji unaambiwa aliishiwa pozi, ni kama hajaamini hivi, akasogea mpaka karibu. Akaambia mimi unamaanisha mtoto aliopo tumboni kwako ni wa kwangu? Sasa wewe uliwezaje kubeba mimba? Yani uliwezaje kubeba mimba? Mbona unataka kunifanya niwe kichaa, niwe kama nimechanganyikiwa? Akaambia uchanganyikiwa? Kinachokuchanganya wewe ni kitu gani? Kaa ukijua wewe ndio baba wa mtoto. Hapana, usiniambie hivyo bana. Usinichanganye. Na hapa nilipo unajua kabisa kwamba mimi na binti yako tumeshafunga ndoa, ni mke na mume. Wewe unahisi kitu gani kitaenda kutokea? Akamwambia mimi sitaki kujua hilo. Kama ni ujauzito nilishakuwa. Wewe unataka nifanye nitoe au unatakaje? Jamaa akashuka kwanza, kabidi aende kwenye kitanda akae. Na huu ndio mwisho wa episode yetu ya pili bwana. Nataka nikwambie mwisho wa episode ya pili ndio mwanzo wa episode ya 3 bwana. Lakini nataka nikukumbushe kitu kingine bwana, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata recap zetu bwana. Jina langu ni Gebo wa Mtaa. Why Gebo wa Mtaa? Ni kwa sababu mitaa ndio inanikuza na mitaa ndio inanilea.